Na ndugu mtazamaji wa #TV, hapa niko mtaani Kigamboni Feri. Bwana, hapa unaponiona nipo na mwanangu mmoja, mwanangu ambaye ametoa bongo hivi sasa akitokea Marekani. Umeona? Sasa tungependa kujitambulisha. Hapa kulia kwangu ni presenter mwenzangu wa #TV na kushoto ndo mwamba aliyetoka Marekani. Presenter yako ni Aju, na ningependa unijue, watu wajue jina lako. Presenter namba 2. Naitwa Daisy. Bwana mwamba unaitwa nani? Mimi naitwa Emmanuel. Bila kupoteza muda mwanangu, tungependa tujue historia yako kiufupi. Mimi ni mzaliwa wa Mwanza. Nimesoma Mwanza sekondari, kamaliza kaja Dar es Salaam kusoma chuo cha ardhi pale Mlimani City. Nilipomaliza chuo cha ardhi nikapata kazi uhamiaji pale migration pale. Nimefanya kazi pale ndani ya miaka 4. Baada ya hapo nikapata connection ya kwenda Marekani. Nikaunganishwa na rafiki yangu kwenda kufanya kazi Marekani. Kazi ninayofanya ni pia nipo ubalozini pale. Nipo najihusisha na masuala ya mapokezi pale. Ubalozi wa Marekani ambao uko Tanzania, ubalozi wa Tanzania ambao uko Marekani. Ndio. Nipo kule mwaka wa 4, lakini kwa sasa nimekuja Tanzania likizo fupi. Ndani mwezi wa 7 narudi tena huko kuendelea na mishemisho zangu za hapa na pale. Daisy, muulize chochote. Mimi nadhani mimi na Tanzania wenzangu tungependa Mr. Emmanuel atuambie hiyo connection ya kwenda Marekani alipataje na maisha ya huko Marekani kiufupi. Kwanza cha kwanza connection ya Marekani, kuna rafiki yangu ambaye aliniunganisha. Rafiki yangu ni mwanangu sana ambao tunasoma naye chuo pale. Na yule rafiki yangu naye pia ana ndugu yake ambao yupo kule. Kwa alivyounganishwa yeye na ndugu yake akaenda kule, tukazidi kuwasiliana na rafiki yangu. Baada hapo na mimi akaniambia niandae masuala na nitafute na nini passport. Baada hapo na mimi akanitafutia kazi huko nikapata, na mimi nikaenda kupambana kule. Naam Emmanuel, mimi ningetamani binafsi na watazamaji wa #TV kujua kwamba kipi ambacho kilikuvutia mpaka ukaamua kuacha kazi yako pale Posta kuelekea Marekani. Kitu kilichonivutia kwanza, yani kikubwa tunaangalia ni maslahi. Ya maslahi, unajua hata kwetu Bongo hapa mshahara sio mkubwa sana, alafu na majukumu mengi ya kufanya. Kwa hiyo nilivyoambiwa kule na rafiki yangu nikaaminishwa kwamba kija kule hela ya kule ni ndefu, ikabidi niache kazi hapa ili niende kule kwenda kutafuta riziki na kutafuta changamoto mpya. Nasikia kwamba ukiwa nchi za wenzako kwamba hela unayolipwa na kodi umomo, kodi inakuwa kubwa. Hapana, inategemeana. Kama umesafirishwa na kampuni ndio inaweza kawa hivyo, lakini sisi tulikaa pale balozini tulikuwa hatulipi kodi yoyote ile. Na maana sisi tulikuwa tunapokea mishahara yetu tu, labda na kununua vocha, lakini vitu vingi vyote ilikuwa inahusika pale na ile uhamiaji. Vocha, nimekuwa nikisikia maneno ya mtaani kwamba kule kuna free internet. Sasa hapo niambia vocha, nashtuka tena kwamba ni maneno tu ya mtaani. Free internet ndio ipo, lakini kuna ule wakati unatakiwa wapigie wazazi wako. Kuna wazazi wengine hawana simu hawana simu kubwa, na maana wana simu ndogo, na maana itakubidi uweke vocha kawaida ili uweze kuwapigia wazazi wako wenye simu ndogo kule vijijini. Na watazamaji wetu wangependa pia kujua kwamba yani kwa haraka uwezaje kumwamini mtu mpaka kutoka Tanzania kwenda Marekani? Unajua siku hizi matapeli wengi mtandaoni, yani ilikuwaje kumwamini? Kwanza cha kwanza ni nimtanguliza sana Mwenyezi Mungu, nilifanya sana maombi. Kwa sababu kule ninakoenda sijuani na mtu yote yule, ni zaidi ya rafiki yangu. Na nilizidi kuomba na kumuomba sana Mwenyezi Mungu. Nilipata ujasiri kwa sababu yule rafiki yangu tumesaidizana vitu vingi sana. Tumepitia changamoto nyingi sana. Na pia kuna hatua ilikuwa inafikia, yani kunakuwa labda unajua nchi yetu labda hela, labda nimekwama, labda hata hela ya ada. Jamaa yule alikuwa ananisave. Sasa nilimwamini kwa 100%, ikabidi niende kule kupambana kulingana na jinsi tulivyokuwa tunaishi kama ndugu. Niambie changamoto hiyo kupitia kwenye masuala ya pasipoti, masuala ya nauli, ilikuwaje? Kuhusu masuala ya pasipoti sikupata changamoto sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu pale ninapofanyia kazi migration pale ndio wanatoa pale passport.
na maana mimi sikupata changamoto sana kwa sababu nilikuwepo hapo hapo ofisini, lakini hela nilitoa kama inavyotoka 1,500,000, lakini sikupata changamoto sana kivile. Na ningependa pia kujua kwamba wazazi wako, natumaini na wazazi, kama sio wazazi basi walezi, Ndio. Yani baada ya kuambia hii issue waliweza kukuruhusu kirahisi au kuna changamoto ambazo ulizipata? Kuhusu wazazi wangu nilivyoelezea, walinikatalia. Walikataa kabisa? Walikataa kabisa, waligoma, walisema kama nimeshindwa maisha ya mjini bwana kachunge ng'ombe kijijini. Wazazi wangu ndio ni changamoto kweli yani. Wazazi walikataa, wanasema unaenda huko kwenye nchi ya watu weupe wote huko, utaenda kufikia kwa nani, utaenda kuishi kwa nani? Ulipataje ujasiri wa kupingana na wazazi wako? Wazazi wangu nilipingana nao kwa sababu ya kushauriwa na rafiki yangu. Rafiki yangu nakwambia hakika 100%. Hakika 100%, njoo mwanetu tupambane. Na sasa hivi je, wazazi wako wanaonaje wanapoona mtoto wao umefanikiwa? Nilivyoondoka sikuaga wazazi kwa sababu walikuwa wamenikatalia. Mimi nilichomoka tu nikaenda kupiga kazi, nimepiga mwezi mmoja nikawatumia milioni 10. Na nikawapigia simu nikamwambia jamani, mimi sipo Tanzania, nipo sehemu fulani. Na samahani sana niliondoka bila kuaga. Kwa hiyo mnisamehe sana. Chukueni hela hii hapa mnunue simu kubwa ili mawasiliano yawe rahisi. Hapo mama kama anamwona alivyofurahi. Kwa kweli walifurahi sana. Waliendelea kuniombea dua pia kwa Mwenyezi Mungu. Pia unaweza kutuambia sehemu Marekani ulipofikia, ulifikia sehemu gani na kwa sasa unaishi maeneo gani hapa Marekani? Nilifikia Mesa City. Ndio sehemu nilipofikia ubalozini. Lakini sehemu inaitwa Mesa City. Nilikaa hapo siku 2. Baada hapo akanipata rafiki yangu. Akanipeleka kule nilikofikia, inaitwa Matula. Ndio tukawa tunaishi kule. Na pia una chochote ambacho kinahusiana na mambo ya Marekani, kwa mfano fedha, watazamaji wetu nadhani wangependa kuona? Fedha zipo. Naweza kutoa kidogo hapa. Kaangalia kidogo. Basi kameramani wako nasogea watu waone pesa ya Marekani. Maana watu watasema mmepangana. Unajua? Hizi hapa. Kwa hizo ndo pia pesa za Marekani pia. Kwa kama hapa hii moja ni shilingi ngapi? Kusema kweli nikisema hapa blaza mjini hapa. Unaweza kukabwa. Kwa hiyo baki ni siri yangu. Kwa ajili ya usalama. Kwa usalama, kwa ajili ya usalama wangu. Kwa maana ukifika benki nini unabadilisha hiyo hela? Nabadilisha tu napata hizi za Kitanzania. Sasa mwanangu Emmanuel, ukiachana na masuala ya serious, unajua wewe kama mwanaume tunategemea kwamba ukitoka Bongo umefika Marekani pale lazima utakutana na watoto wakali mwanangu. Unajua? Watoto nini, piskali za kule. Hebu tuambie kwanza ilikuwaje kwaje, yani pisi za kule zipoje? Yaani changamoto zake ulipofika, wewe ni Mtanzania mweusi kule weupe. Ni changamoto gani? Kiukweli mara ya kwanza kabisa na changamoto nilizipata kwa sababu mtoto wako ukiniita asimami yani. Kwa sababu unajua sisi wao yani ngozi nyeusi yani tunadharaulika kidogo. Asimami kabisa. Asimami yani. Asimami lakini nimekaa kama miezi 3 hivi. Nilikuwa na rafiki yangu naenda ni beach kutembea kule. Ndio nilienda beach kule nikajichanganya nikapata. Na pia yeye ukishampata yule akikupenda yani yeye anakuhudumia kila kitu. Anakuhudumia mwenyewe. Anakuhudumia kila kitu. Na wanawivu pia. Yaani inategemea mtoto akishua labda au hata mtoto tu. Yaani au akishua au sio akishua. Yaani anakuhudumia kwa sababu yeye kwao hata kama yani hawana pesa. Lakini serikali ya kule kidogo inawasaidia. Yaani familia maskini labda kuna asiti yao huwa wanalipa. Kwa mtoto atapewa kama mtoto ana pesa. Sawa, najua umeishi Bongo, umeishi Marekani. Hebu tuambie mademu wa Bongo na Marekani. Yaani wapi kuna ugumu sana? Sasa yani kama umezoea mazingira kote. Wapi wanakaza sana yani mikazo? Mademu wa Marekani wanamkaza bala. Mikazo. Wanakaza kama mama. Kwamba Bongo ni maji mara moja. Bongo maji mara moja. Sawa bwana. Ndio. Pia bro, tungependa kujua, unajua watu wa Bongo wanatamani mtu akienda Mambele anaporudi Bongo hapa amefanya chochote cha kuthibitisha kwamba kuna namna fulani hivi umefanikiwa, wanataka kujua.
Wewe kama wewe umefanya nini cha kujitofautisha kama kweli ulikuwa Marekani? Kwanza cha kwanza kabisa nilipofika hapa Tanzania nimekaa kama mwezi mmoja hivi, nikaenda kwanza kuwasalimia wazazi na kuwapa pole kwa sababu niondoka bila kuaga. Baada ya hapo nilivyotoka nyumbani nikaja Dar es Salaam. Nikaja kununua kiwanja pale Kigamboni Mji Mwema. Nilionunua kiwanja pale nikaanza ujenzi. Na tuonyeshe watu wabichi sana, yani hapa wataniambia tumepigwa. Kwa hiyo hii ni juhudi zako mwenyewe. Hii ni jasho langu. Hujakopa CRDB wala nini? Sijakopa sehemu yoyote. Hapa nilikuwa na hizi bana. Na pia watu tunapenda kujua labda kama ulipiga picha muda unasafiri, si unajua labda kujipiga airport na kadhalika. Nilipiga picha, zipo hapa. Picha zipo. Naona kameramani wangu yuko mbali. Naweza kasogea kwa karibu hapa kuangalia. Inatosha. Na pia nasikia kwamba unajua Marekani huko kuna kina Roma huko na Tanzania kibao. Hebu tuambie, umekuwa ukikutana tofauti na ubalozini, umekuwa ukikutana na Tanzania tofauti? Tanzania nimekutana nao kama wawili. Kuna mshikaji wangu anaitwa Chima Keke nampata huyo. Mwamba fan shabiki kindakindaki wa Simba Sport Club. Huyo nimekutana naye, na kuna jamaa mwingine anaitwa Jack. Na pia huyu nani Mange Kimambi pia nimekutana naye. Mange Kimambi, Mbeya wa nchi. Anakutana na Samia. Kumbe yuko Marekani kweli? Yupo Marekani kule. Ni